Ndugu zangu Waislamu, si kila mtu aliyekuja na lugha tamu na maneno mazuri ana nia njema. Watu wengi wenye nia mbaya hutumia maneno mazuri, maneno matamu ya kiulaghai ili kutangaza bidhaa zao, kutangaza agenda zao, ili kufika kwenye malengo yao au kufikia malengo yao mabaya. Sisi Waislamu tumeligundua hili katika nchi hii, kwamba mara nyingi wanapoingia watawala Waislamu, basi Wakristo wanakuwa hawana raha na uongozi wa yule Muislamu. Historia hiyo iko hivyo. Wanafanya mambo mengi sana, na kusudia viongozi wao wanafanya mambo mengi sana ya kuhakikisha wanamtoa katika njia ili kupitisha malengo yao. Lakini wakizungumza wazi, Waislamu nyinyi mtushtuka. Kwa hiyo wanatumia njia nyingine ya mbali ili kuwalaghai. Sasa ni wajibu juu yetu sisi kutumia mimbari kama hizi kuwatanabahisha Waislamu wenzetu kwamba tusikubali kuingizwa katika mambo haya, tusikubali kuingizwa kwenye mitego hii. Leo maaskofu na mapadre wana harakati mbalimbali wanaodai haki za binadamu, wanahabari wa nje na ndani, wanasiasa wanatumika katika kusukuma upande wa kuzitingisha serikali au watawala wale Waislamu. Wanashirikiana katika hilo, na sisi tunalijua hili. Na kauli yao sasa hivi waliokuja nao mwaka huu au kipindi hiki cha utawala huu ni madai ya haki.